Naam, habari rafiki zangu, ninawasalimu ninyote katika jina la Bwana na mkombozi wetu Yesu Kristo. Karibuni katika somo letu la leo, kama nilivyoahidi kwenye somo lililopita, nikiahidi ya kwamba tutajifunza hatari nayo tukabili sisi wana matengenezo. Karibu sasa tupate kujifunza somo hilo. Kabla hatujaendelea, tupige magoti tuombe. Basi na tuombe. Tunasema asante kwako wewe Mungu wetu, tujalie na kutulinda. Tunakushukuru kwa ulinzi wako hadi masaa haya. Tunapojifunza somo hili fupi, tunakusihi ukafungue uelewa wetu tupate kuelewana na wajibu wetu katika siku hizi za mwisho na mitego ambayo mwovu shetani ameitega kwa ajili yetu. Lakini tunakusihi zaidi utuokoe, utuandae kwa ajili ya uzima milele, mimi pamoja na mtazamaji wangu na msikilizaji. Ni katika jina la Yesu tunaomba tukiamini na kushukuru. Amina. Basi rafiki yangu, baada ya ombi fupi hilo, leo nimekuandalia somo letu ni hatari inayowakabili wana matengenezo. Fungu letu kuu kitabu ni Ufunuo 14:12. Ufunuo ni kitabu baada ya Yuda. Inasema Ufunuo 14:12, Biblia inasema hapa ndipo penye subira ya watakatifu hao wazishikao amri za Mungu na imani ya Yesu. Biblia imesema hapa ndipo penye subira ya watakatifu hao wazishikao amri za Mungu na imani ya Yesu. Rafiki yangu, ukisikia subira, maana yake ni kwamba ni mahali penye mateso. Mahali hapo penye mateso unapaswa kuwa mwenye subira. Sasa katika kipindi hiki ambacho mnyama yani Ukatoliki, sanamu ya mnyama yani umoja wa makanisa, chapa ya mnyama yani Jumapili inapokuwa imepitishwa kufikia ulimwengu mzima, maandiko yanaonya na kusema kwamba hapa ndipo penye subira ya watakatifu wazishikao amri za Mungu na kuwa na imani ya Yesu. Lakini tunapojifunza hatari kwa hawa wanaojifunza amri za Mungu na kuwa na imani ya Yesu, tutarejea tena katika kitabu kile cha Pambano Kuu. Rafiki yangu, kitabu ni Pambano Kuu, ukurasa wake ni ule wa 504 kama tulivyokwisha kuisoma katika somo letu lililopita. Hebu tupate kuirudia nukuu hii tena. Anasema hivi, kitabu ni Pambano Kuu, ukurasa 504, paragraph yake ni ya pili. Anasema, kwa kadiri tufani karibiavyo, kundi kubwa la watu ambao wamejidai kuamini ujumbe wa malaika watatu, lakini hawakuwa wametakaswa kwa njia ya kuutii ukweli, watauacha msimamo wao na kujiunga na askari wa upinzani. Rafiki yangu, hii ni nukuu nzuri sana, lakini ni ya hatari sana. Ni ukweli ulio wazi, lakini unaogusa na unaomhusu kila mmoja wetu. Inasema kundi kubwa la watu ambao wamejidai kuamini ukweli, wamejidai kuwa wana matengenezo, wakifundisha na kuamini ujumbe wa malaika watatu. Anasema lakini kadiri tufani karibiavyo, kundi hili kubwa, anasema wamejidai kuamini ujumbe wa malaika watatu, lakini hawakuwa wametakaswa kwa njia ya kuutii ukweli, watauacha msimamo wao na kujiunga na askari wa upinzani. Unaweza kuniuliza, hii je, ndiyo hatari sasa inayotukabili? Rafiki yangu, ndugu yangu naye nisikiliza, nimekutana na wana matengenezo wengi, baadhi yao nimeongea nao kwa simu na wengine tunawasiliana na kuonana. Hawa tunaojiita wana matengenezo tumekuwa tukiwahubiri watu wengine ujumbe wa malaika watatu, tukiwaambia tokeni kwake enyi watu wangu, msishiriki dhambi zake. Tukiwaambia jitengeni na jumuiya zinazounda Babeli. Ni kweli rafiki yangu, jumuiya zinazounda Babeli tunapaswa kujitenga nazo. Jumuiya kama vile kanisa Roman Catholic, majumuiya kama vile SDA, au tuseme kwa lugha nyingine, jumuiya yoyote yenye mafundisho ya uongo kama vile fundisho la Jumapili kama siku ya kupumzika, fundisho la umizimu kwamba mtu akifa anaenda mahali fulani, na mafundisho mengi kama hayo. Jumuiya kama hizo zinazofundisha mafundisho kama hayo tunapaswa kujitenga nazo, ikiwemo na SDA. Kwa nini SDA pia? Kwa sababu nayo imejiunga katika movement hii. Ndio maana katika gazeti lao la Adventist.org wamesema, gazeti lao hili la tarehe 10 mwezi wa 5 mwaka 2024, wanasema why Sunday is my day of rest, na wao wanaanza kuitukuza Jumapili. Hizi zote ni jumuiya ambazo tunataka kujitenga nazo. Lakini hatari nayo tukabili sisi wana matengenezo ni hii. Kitabu ni Ufunuo 18. Kitabu Ufunuo 18 mstari wake ni ule wa 4. Inasema kisha nikasikia sauti nyingine kutoka mbinguni ikisema, tokeni kwake enyi watu wangu, msishiriki dhambi zake, wala msipokee mapigo yake, kwa maana dhambi zake zimefika hata mbinguni, na Mungu amekumbuka maovu yake.
Rafiki yangu, wacha nikwambie kitu. Wana matengenezo tumekuwa tukihubiri sana, tukiwaambia watu wengine watoke kwenye jumuiya hizi, lakini sisi wenyewe tumesahau wajibu wetu huu, na huu itakuwa ni uzoefu ambao kama hatutaupitia basi mbinguni tutapasikia na jehanamu tutapaona. Biblia inasema, tokeni kwake enyi watu wangu, msishiriki dhambi zake. Wana matengenezo hatupaswi kuimba wimbo huu tu tukiwaambia watu watoke katika mifumo hii, lakini pia sisi wenyewe wajibu wetu umekuwa ni kutoka na kuacha dhambi zake. Dhambi zake ni zipi? Ni lazima tuzifahamu dhambi zake: uasherati, uzinzi, uoga, ulevi na mengine yanayofanana na hayo. Kitabu ni Ufunuo 21 mstari wake ni ule wa 8. Ufunuo 21 mstari wake ni wa 8. Biblia inasema ya kwamba, bali waoga na wasioamini na wachukizao na wauaji na wazinzi na wachawi na hao waabuduo sanamu na waongo wote, sehemu yao ni katika lile ziwa liwakalo moto na kiberiti. Hii ndiyo mauti ya pili. Usishiriki dhambi zake. Dhambi zake ni zipi? Yeye, yani mnyama, yani Babeli, yeye amekuwa akipambana na amri za Mungu. Wakala huyu wa shetani ametumiwa ili kupambana na amri za Mungu, akisema zimegongomewa msalabani. Na kwa sababu zimegongomewa msalabani, anatoa uhuru watu wazini, anatoa uhuru watu waibe. Ndio maana jumuiya zake zote unashangaa hadi kanisa la Waadventista wa Sabato wanalalamika ndani ya kanisa kuna maharamia. Lakini hao maharamia hawamwombi Mungu awaondoe hao maharamia. Wanataka serikali wasaidie kutakasa kanisa. Yaani jambo la ajabu kabisa. Lakini pamoja na kwamba haya yote, wana matengenezo nao vivyo hivyo. Tunaelewa dhambi zake hizi: uzinzi, uasherati, uongo, ulevi na mambo mengine. Lakini wana matengenezo tumetii wajibu wetu, watokeni kwake enyi watu wangu. Lakini wajibu ambao wengi hawautambui ni huu: acheni dhambi zake. Dhambi zake, maneno yasiyo maana, dhambi zake, uzinzi, woga, ulevi, pombe na mengine yaliyotajwa hapa, ibada ya kuabudu sanamu. Unashangaa mtu anakuambia na mimi ni mwana matengenezo. Kaa naye dakika 2 ndio utaelewa kama ni mwana matengenezo kweli au sio mwana matengenezo. Ataanza kukupitishia stori za siasa, ataanza kukupitishia stori za mipira, ataanza kukupitishia maneno yasiyo kweli, ataanza kukupitishia stori za mapenzi sijui hivi. Hiyo yote ni kwamba hatujaongoka. Rafiki zangu, msidanganyike. Maneno yasiyo maana, mazungumzo yasiyo maana huharibu tabia. Ndiyo maana rafiki yangu nakualika sana uweze kutambua wajibu wako. Wajibu wetu kama wana matengenezo sio tu kutoka kujitenga ushirika wetu kwenye jumuiya hizi, lakini pia kuacha dhambi zake. Mwana matengenezo, usishabikie mipira. Mwana matengenezo, simu yako usijaze vichekesho na miziki. Mwana matengenezo, familia yako usiwe wewe familia yako na yenyewe inashiriki kwenye kutazama series. Unashangaa unasema wewe ni mwana matengenezo, lakini ndani ya simu yako na wewe unatazama ati hii ni movie. Wako wanacheza wanapigana. Lakini rafiki yangu, tupate kuelewana na wajibu wetu. Hizi ni siku za mwisho. Tunapaswa kutengeneza kila tabia. Tunapaswa kuwa na kuwajibika kwa kila sehemu ambapo tunajua kabisa ni dosari inayoweza kututenga na Kristo. Rafiki yangu, somo langu hili nimekufikishia. Hembu likusaidie, hembu likubadilishe na Mungu akubariki. Karibu katika somo letu litakalo kuja baada ya somo letu hili, ambapo tutaanza kujifunza masomo mbalimbali ya unabii na uongo. Na Mungu akubariki. Karibu tena katika somo letu lile tutakalojifunza habari ya Melkizedeki ni nani. Lakini kabla hatujamaliza, hebu tuombe. Tunakushukuru Mungu kwa sababu tunayo imani umekuwa pamoja nasi na umekuwa mwalimu wetu. Kila ambacho tumejifunza kama wajibu wetu wa kuacha dhambi za kule Babeli, tunakusihi tusaidie kuachana nazo. Kila ambacho tumejifunza ambacho ni wajibu wetu wa kutoka Babeli tumejifunza, lakini pia tunakusihi tusaidie kutii ukweli huu. Uwe pamoja nasi, utuhuishe katika njia zako, utuongoze mpaka tutakapofika bandarini salama. Ni katika jina la Yesu tumeomba tukaamini na kushukuru. Amina.